Ndio Rais William Ruto amenituma niwaambie, kwanza ni kuwashukuru sana kwa sababu kura iliyopita tulizunguka hata hapa Nyanziongo, tulikuwa na rally mara mbili hapa. Tukazungumza, wengine mkapigia mzee Raila, wengine mkapigia Rais Ruto, na baada ya kura tunasema we move forward as one kujenga nchi yetu. Ndio sasa mnaona tuko na broad based arrangement yenye Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Ruto, sisi zote tuko katika kikapu kimoja cha kuendesha nchi yetu. Ikifika 2027 wengine watajitokeza, but us who are working with President Ruto we say apate 5 tena, ili aendelee kumaliza kazi yake vile mzee Kibaki alifanya term 2, Uhuru akafanya term 2, yeye akimaliza wengine tuko huko nyuma tunangojea. Mimi nimekuwa bunge miaka mingi, nimefanya kazi na mzee Moi, nilifanya kazi na mzee Kibaki, nilifanya kazi na mzee Raila, nilifanya kazi na Uhuru tukiwa kwa cabinet ya mzee Kibaki. Na wakati huo wote hakuna wakati tunaweza kusahau kama 2007 ambayo watu walileta mchezo kwa siasa. Hata hapa Borabu mlikuwa na shida. Kweli rongo. Watu walipigana, tukapoteza watu. Tukakaa Serena. Mimi kutoka hapa tulikuwa na mzee Ongeri, Mtula Kilonzo, Rais wa sasa William Ruto, tulikuwa na James Orengo, tulikuwa na Martha Karua. Tukaketi tukazungumza kuleta uwiano na amani katika nchi yetu. Kwa hivyo mtu yeyote akitaka kuchezea amani yetu, we shall defend it with each and every ounce of energy that we have. Kwa sababu amani has no alternative in our country. Tumekuja kuchangia wamama. Na tukija kuchangia wamama lazima tukumbuke tangu tupige kura iliyopita tulikuwa mbolea ilikuwa 7,000, sasa ni 2,500. Kwa miaka 2 serikali imeajiri walimu 74,000 au 6. Tangu independence we have never had such a thing. Kwa budget yenye wabunge wamepitisha, tunaenda kuajiri walimu wengine 24,000. Kujaza ifike 1,100 in less than 3 years. Barabara zenye zilikuwa zimekwama hata hapa Kisii, Nyamira zimefufuliwa. Wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa mahindi, wale wa maziwa wako na afueni sasa. Na sisi tunataka kuona nchi ikienda mbele. Na tukiingia katika hiyo siasa, wananchi, don't be drawn into conflicts that are not yours. Don't hate people you don't even know. Don't hate people who have not even wronged you. Focus on our country. Ndio tunasema kule Nairobi, wale ambao wanaleta furugu na kuharibu biashara ya watu tunawakemea. Nikimalizia wananchi, ni kuwaomba. Unajua nyinyi wa Kisii ni watu wa bidii sana. Hata kule kwangu Bungoma, jirani yangu ni mtu anaitwa Momanyi, mwenye tunaombana chumvi na maji. Ako na kahoteli hapo kanaitwa Salmon. Nikitaka kunywa one for the road, naenda hapo, tunakaa na yeye tunazungumza. Hajui ukabila ni nini, mimi sijui ukabila ni nini. That is how we should live. Ukienda kule Kitale kwetu, kura iliyopita wa Kisii ulikuwa uko na kura 19,000. Hiyo si kidogo, na huko ndio kwao. Hawana kwingine. Kama kuna Muluya au Mkale amekaa hapa ndio kwao.
Kama kuna mkisiko wa Rongai Nairobi, huko ndio kwake. Katiba yetu inasema every Kenyan has the right to own property and live anywhere in Kenya. Ndio tunataka kuhimiza wananchi tuache mambo ya fitina, tupendane. Huyu mama Jerusha aliniambia anataka kulea kaunti ya Nyamira. Na niko na mama yangu hapa anaitwa Abigail Matini. Huyo mama ndiye chairman wa chama chetu cha Ford Kenya. Tumemnominate mihula miwili sasa. Na ndugu yangu Riech na wengine. Huyo mama anataka kulea Nyamira. Mtamsaidia? Irene ameniambia dadi, mimi nataka kuhamia Nyamira. Akija mtamkaribisha? Na vijana ameniambia hana bana. Sasa mmoja ajaribu. Ameniambia anataka kuolewa hapa ni alinde maslahi yetu. Wacha nimalizie hapa kwa kuleta michango ya wale ambao wametuma. Kwanza kuna Waziri Ogamba Bigos ametuma 200,000 kusaidia mama. Nasikia wiko msichana wangu hapa anaitwa Emily Nyangarama. Nasikia yeye pia anawinda hapa, leta mchango yako. Wale wengine wote. Kani mwaka wa 27 tuingize serikali imalize mwaka yake 10, serikali nyingine ikuje. Kweli ama si kweli? Na sisi tuko ndani, nyinyi mko ndani, hii ni serikali yenu, hii ni serikali mlichunga na tunataka kuchunga pamoja. Kwa hiyo nataka niambie nyinyi watu ya Nyamira na Kisii, tumekuja kushikana, tuendelee pamoja. Kweli ama si kweli? Hii serikali imetusaidia na bado inaendelea kusaidia. Mabarabara ndio hizo, maji ndio hizo, stima ndio hizo, manyumba ndio hizo, masoko ndio hizo. Mnataka kazi iendelee ama mnataka kazi isimame? Iendelee, isiendelee? Na tulikuwa tumesema lazima tulete watu kutoka chini tupeleke juu. Ndio kwa sababu serikali kama imeleta mabarabara, mastima, manyumba, sisi kama watumishi wenu tumesema lazima tukuje tuwatoe wa mama kutoka chini waende wapi? Kutoka chini waende wapi? Leo tukiwachangia mama mwenye alikuwa anauza mboga ya 2,000, kuanzia leo atauza mboga ya 10,000. Ameinuka ama bado? Mama mwenye alikuwa anatembea hapa kuuza mayai ya 500, leo ataanza kuuza mayai ya 5,000. Ameinuka ama bado? Kwa hiyo mnataka tuendelee namna hiyo ama namna gani? Kwa hiyo sisi tumekuja tutasaidiana na nyinyi. Ya mwisho mimi nataka niambie